Yes, karibu sana katika segmenti ya kimichezo kupitia hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mwaki Sports, ambapo tumekuwa tukiangazia habari mbalimbali za michezo. Nikusihi tu kwamba unapojiunga nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya kupata zile updates zote za kimichezo ambazo zitakuwa zikiwekwa hapa kila siku. Kubwa zaidi ni kuelekea katika dabi ya Kariakoo, mchezo ambao tayari maneno yameanza na tumeona mijadala imekuwa ni mikubwa sana. Kikubwa kikizungumziwa ni kwa nini Dar es Salaam Young Africans wameamua kuchagua uwanja wa Amani Complex kule visiwani Zanzibar, na ukiangalia kimichezo Zanzibar inajitegemea kwa maana ina ligi kuu yake, lakini pia Tanzania bara ni nchi inayojitegemea kwa maana ya kimichezo ina ligi kuu yake. Sasa imekuwaje tena mechi ya dabi ambayo inahusisha mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kuweza kuchezwa kule visiwani Zanzibar? Ni swali ambalo limekuwa likigonga vichwa vya wanamichezo wengi sana, na wengi wakijaribu kutoa baadhi ya maazimio, lakini pia wamejaribu kutoa maoni yao. Ni nini ambacho wamekiamua Yanga? Je, bodi ya ligi iko wapi na imefanya nini na kipi kinakwenda kutokea? Ama pengine mchezo huu utakuwa postponed kama mchezo ambao ulipangwa mara ya kwanza and then ukaja kuahirishwa na ukapangwa tena kwa mara ya pili na mara ya tatu ndio ukachezeka. Sasa nataka nikupe dondoo kidogo ambazo mtangazaji wa Crown Media Hans Raphael ameweza kutanabaisha ama ameweza kuleta ufafanuzi ambao kwa namna moja ama nyingine una mashiko na unaeleweka sana. Hans Raphael katika kipindi chao cha michezo leo hii waliweza kuulizwa ni kwa nini Young Africans wameamua kutumia uwanja wa Amani Complex ili hali ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na wanaenda katika sehemu ambayo si sehemu ya ligi kuu ya Tanzania bara. Hans Raphael ameeleza kwamba tatizo hapo litakuwa ni kwa upande wa bodi ya ligi pengine, kwa sababu wakati wanapanga ratiba za michezo hii kufanyika, walipanga mechi hii itafanyika pale uwanja wa Benjamin William Mkapa, Mkapa Stadium jijini Dar es Salaam, lakini wakati huo pengine taarifa zikawa na mkanganyiko, labda kwa sababu tunafahamu kwamba tarehe moja kutakuwa na shughuli ya kidini ambayo nafikiri taarifa yake imetolewa muda mrefu sana, pengine kabla ya ratiba hizi za mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Lakini pamoja na kujua kwamba kuna tukio kama hilo, huenda wakaamua tu kuendelea kuweka ratiba katika mchezo huo. Sasa kufika siku ambayo tunafahamu zinakaribia kufika katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, inaonekana uwanja huo siku ya tarehe 28 maandalizi yanaanza, na tarehe 29 tarehe moja ndipo itafanyika hiyo shughuli ya masuala mazima ya kidini. Kwa hiyo sasa kwa tarehe 28 hiyo haiwezi kuchezeka mechi hiyo katika uwanja huo, wakawapa option wachague uwanja mwingine. Uwanja wa pili wa Yanga ni KMC Complex. Kiuhalisia KMC Complex huwezi kwenda kuchezea mchezo wa dabi kwa sababu ya udogo wa majukwaa. Kwa hiyo choice iliyofuata ni kwenda Zanzibar, kwa sababu hata ukiangalia Azam Complex hawezi kuhosti mchezo mkubwa kama wa dabi. So Young Africans wameamua kwenda Amani Complex, ambapo walau unaweza kubeba mashabiki wengi, na hii tunaweza tukaona kabisa kwamba kuna changamoto ya viwanja vikubwa. Walau hivi ambavyo vinaweza kwenda kuongezeka vitaleta tija na kuleta manufaa zaidi katika masuala mazima ya michezo mikubwa kama hii. Kwa hiyo yote kwa yote mchezo unakwenda kuchezeka visiwani Zanzibar, lakini kuna sababu maalum ambayo imesababisha hivyo, si ile ambayo nasema labda Yanga na jamii akicheza Zanzibar anashinda. Hata Mkapa ameshinda mara nyingi sana, so tusubiri tu.